Randlen ni hifadhi ya jamii ya jumuiya ya wanyamapori, ilianzishwa mnamo mwaka 2012 na mnamo mwaka 2013 ilitangazwa rasmi na gazeti la serikali, na hapo ndipo safari hii ya hifadhi rasmi ilipoanzishwa. Hifadhi ya Randlen WMA haikuanzishwa tu kuhifadhi rasilimali za wanyamapori, tukishirikiana na taasisi zingine za uhifadhi. Tunao wenzetu watawa ambao tunafanya nao kazi kwa karibu, na pia ni partnership, tunasema wabia wazuri wa kwetu. Lakini pia tunao wengine ambao ni hifadhi ya taifa ya Tarangire, kama nilivyosema kwamba tumepakana nao, wamekuwa ni wabia wazuri katika sekta hii ya uhifadhi na utalii. Matumizi bora ya ardhi zilitengwa na kila kijiji na kuona kwamba eneo hili ni kwa ajili ya uhifadhi, haitakiwi kuweka makazi ya kudumu, labda tu kwa wale wenzetu wafugaji ambao wanahamahama kutoka eneo moja hadi jingine. Hao ndio watu ambao wanaishi kwa kuwa na maboma ya muda mfupi kwenye maeneo yetu, lakini tumeweka mpango wetu vizuri wa namna gani tunaweza tukasimamia maeneo yetu, kwa sababu tunajua kwamba ukiweka maboma ndani au watu kuishi ndani, kunakuwa na mgongano mkubwa wa shughuli zile za binadamu pamoja na wanyamapori. Mambo haya ya uhifadhi yanahitaji ushirikishwaji mkubwa wa wadau wengi. Kwa hiyo ushirikiano wetu ni mzuri kwa kila kona. Hifadhi hii imekuwa ikifanya mgawanyo wa fedha kwa vijiji 8 ambavyo vimeizunguka ili kutekeleza miradi ya kimaendeleo kutokana na utalii wa picha kama chanzo chake cha mapato. Kulingana na kanuni, asilimia 65 tunapaswa kupata kama hifadhi ya jamii, lakini asilimia 35 inaenda serikali kuu. Serikali kuu asilimia 35, na hiyo asilimia 35 again inakuwa distributed, asilimia 10 inaenda halmashauri ya wilaya na asilimia 25 inabaki Wizara ya Mali Asili. Kwa hiyo kiasi hicho nilichotaja kama rekodi ya juu tulioweza kufikia kwa mwaka wa fedha 24-25 milioni 964 ni ile share ya kwetu tu asilimia 65. Kanuni inatamka bayana kwamba asilimia 65 ile tunagawana na vijiji wanachama vinavyounda hifadhi hii, kwa maana asilimia 32.5 inaenda vijijini na asilimia 32.5 inabaki hapa kwa ajili ya masuala ya uendeshaji. Kwa hiyo ndizo shughuli ambazo tunafanya, na ukiangalia kwa record, labda tukichukua data za hivi karibuni kwa miaka 3 hivi iliyopita, labda kuanzia 2023 24, 2024 25, 26 current year, tumeweza kukusanya kiasi cha 2.75 billion. Miongoni mwa vitu ambavyo huongeza kipato katika hifadhi hii ni pamoja na utalii wa picha ambao huzalisha shughuli za fly camp, camping, walking safari, night game drive, hoteli na kadhalika. Tuna lodge active 7 na ni premium lodge, zinaingiza wageni wa kutosha kabisa, na tumepakana na hifadhi ya Tarangire National Park, hifadhi ya taifa Tarangire National Park upande wa kusini, na upande huu wa kaskazini tunapakana na hifadhi ya taifa ya Lake Manyara National Park na Manyara Ranch, lakini pia tumepakana na Burunge WMA. Kwa hiyo ni mazingira ya Tarangire Manyara Ecosystem Randlen kwa ujumla. Wanyama ni wale wale wa Tarangire, kwa maana ya tembo wako huku, tunachoroa, kuna nyumbu wa kutosha kabisa, mbogo hapo, wako impala kwa maana ya swalapala, wako gazelle kwa maana wote, kuna gazelle wale Grant na Thompson kwa upande ule wa magharibi, karibiana Serengeti ndogo kabisa, lakini pia kuna tandala wadogo Lesa Kudu, na kuna species za ndege tofauti tofauti, wako ndege wa aina tofauti tofauti hapa. Kwa hiyo kwa ujumla wanyama ni wale wale, simba wapo, chui wako, duma. Kwa hiyo namba ya wanyama kutokana na huo mzunguko wa wanyama katika hizi mbuga zinazokuwa zimekaribiana ni wale wale. Bei pia ni cheap, sio kama National Park, kwa maana ya kwamba bei ya Mtanzania kwa upande wa Randlen sio ghali, japo kwa National Park pia sio ghali, lakini kwetu kidogo ni cheap kuliko ile bei ambayo hifadhi zile za taifa zimeweka. Ndani ya hifadhi ya Randlen kumekuwa na wawekezaji mbalimbali
ambao wamekuwa na ushirikiano mzuri baina yao na jumuiya ya hifadhi. Tuna mashirikiano mengi na Randiland kwenye upande wa kijamii, lakini pia upande wa ulinzi, lakini pia upande wa uhifadhi. Tumekuwa na mashirikiano ya karibu na tumeunda boma ambayo ile boma ina akina mama 16 na wajukuu wao 25 pamoja na wazee wawili ambao wanatoa huduma ya kuonyesha mila na desturi ya Wamasai, lakini kwa kuwa pia wao ni wahifadhi wazuri, wametusaidia sana kuelezea muunganiko ama mwingiliano wa wanyama lakini na jamii ambayo inaishi karibu hapa. Mashirikiano makubwa kati yetu na Randiland tunayaona kwenye utalii pia, ambapo wamekuwa ni watangazaji wazuri wa eneo hili na wahifadhi wazuri wa eneo hili wakishirikiana na TAWA, na imefanya tumekuwa stable kwenye utalii wetu kwa muda mrefu ama kwa muda huo miaka 20. Randiland ni uhai wa uhifadhi shirikishi ambao jamii ya Kimaasai inalinda wanyama huku ikitumia ardhi kwa malisho na kupata kipato cha utalii. Vijiji wananufaika na kupata vipato, wamejenga zahanati, shule, na wengine wamenufaika kwa kupata kuchimba maji na kusaidia watoto wa kaya maskini. Mwaka jana tulibahatika kuwasaidia vijiji watoto 12 kwa kila kijiji kuwasomesha. Tumehifadhi ile eneo, ilikuwa ni sehemu mbaya, lakini kwa sasa imekuwa ni eneo iliyoboreka, imerudisha ile ekolojia yake ya zamani. Kwa kweli nipende kuwashukuru Randiland WMA kwa msaada wao walionisaidia kipindi nipo advance, kwa sababu umenifanya hata sasa nipo chuo kikuu. Msaada wao walionipa ulinisaidia na sasa nipo level za juu za elimu. Kwa hiyo nipende kuwashukuru sana, na pia waendelee kuwatia moyo ya kwamba waendelee kuwasaidia na wanafunzi wengine walioko katika vijiji hivi ambavyo hii jamii ya Randiland imeiunda. Kwetu kama Randiland, eneo la kwetu tumejaribu kuweka katika mtindo ambao hakuna maboma ndani, japo tunatumia rasilimali zilizoko ndani, tukitokea kwenye maeneo ambayo yamepangwa kwa ajili ya makazi na kwa ajili ya watu kuishi. Lakini inatokea mara nyingi tumekuwa tunaona wanyama pia wakitoka nje ya hifadhi, wanaenda beyond our borders, wanaenda nje ya eneo lililotengwa, hata wanaenda hadi vijijini. Kule vijijini wanaingiliana na wafugaji, wanaingiliana na shughuli za kibinadamu, na hiyo pia tumeona kwa baadhi ya wanyama kama tembo ambao wanakula mazao kama mahindi na mazao mengine ya jamii ya kunde. Imekuwa ni changamoto kubwa sana, na ndio maana sasa tumekuja na program kubwa tangu 2015 ya kuhakikisha kwamba tunashirikiana na wananchi kukabiliana na wanyama hao waharibifu, na mbinu tunazotumia ni mbinu rafiki na wanyama wetu, kwa sababu tunanufaika na wanyama na mashamba yetu, ya kuhakikisha kwamba anapotoka ndani ya hifadhi kuelekea kwenye maeneo ya makazi anarudishwa kwa kutumia vifaa maalum ambao tumebuni tukishirikiana na wadau wetu wa uhifadhi, na hiyo imesaidia sana kupunguza uharibifu unaotokana na tembo kwenye maeneo yetu. Na tunasema tukiendelea kutumia hivyo vitendea kazi au hivyo vifaa, inaweza ikachochea sana swala zima la uhifadhi na hata wananchi kupenda uhifadhi wa rasilimali za wanyamapori. Kwa hiyo mwingiliano iko namna hiyo. Kwa wanyama wengine hawa walao majani kama nyumbu, twiga, hao hawana shida. Wamekuwa wakishirikiana, wakiingiliana na wananchi kule vijijini. Lakini zaidi ya yote, hifadhi yetu pia tunaruhusu malisho ya mifugo. Wafugaji wanapoingia ndani ya hifadhi, unakuta kwamba wanaingiliana na wanyama wengine walao nyasi, walao majani. Kwa hiyo changamoto sio kubwa kama watu wanavyoandika
changamoto ni ndogo. Sisi tumegundua kwamba inawezekana mwanadamu pamoja na mnyamapori wakaishi pamoja. Inawezekana mwanadamu akaona mnyama kama mfugo wa nyumbani, kwa sababu kuna faida zinazoonekana kwa kuwa na wanyamapori. Randile inatusaidia sana na miradi mikubwa ambayo serikali inachelewa kufanya utekelezaji, lakini tunatekeleza kupitia fedha za WMA Randile, na imekuwa ikisaidia sana serikali. Imetubeba sana, kama ambavyo tumetembelea, tumeona zahanati zile, jengo lile la mama, tumeona imetusaidia kwenye sekondari. Kwa hiyo kukweli ni kwamba nichukue nafasi hii kuwaalika wana Monduli wote na Watanzania kuitembelea jumuiya yetu ya WMA. Sisi kama serikali ya wilaya hii ya Monduli tunafaidika sana na hifadhi hii ya WMA. Pamoja na miradi hii inayotekelezwa, tuna faida nyingi. Kama sote tunavyotambua, wilaya yetu hii ya Monduli zaidi ya 80% ya wananchi wetu ni wafugaji. Kwa hiyo hifadhi hii pamoja na kutoa fedha ambazo zinatekeleza miradi, lakini wananchi wetu kipindi cha kiangazi wamekuwa wakifanya kama eneo la malisho. Lakini vile vile wananchi wetu wamekuwa wakifaidika kwa kupata ajira kwenye hifadhi hii. Nitoe rai kwa mashirika mengine au taasisi zingine kuja kuwekeza katika wilaya yetu ya Monduli, kwani najua katika uwekezaji huo tutapata faida kama ambavyo tunazipata kupitia WMA. Lakini vile vile niwakaribishi wageni mbalimbali wanaotoka ndani na nje ya nchi kuja kutembea katika hifadhi ya WMA. Hifadhi ni nzuri, inayo maeneo mengi ya malazi, lakini vile vile watatalii na watafurahia maliasili ya Tanzania.